Ndugu yangu, asante sana kwa kukaribia tena kusikiliza madini ambayo leo tunapenda kuyaongea. Hakika Mungu ni mkubwa, Mungu ni mwema sana. Katika maisha yetu siku zote tunapenda kumshukuru Mungu na kumtanguliza yeye mbele, kwa sababu anastahili sifa zetu sisi wanadamu. Leo mpenzi msikilizaji, ningependa tuongee kidogo kwa habari ya maisha yetu ya kawaida, maisha ambayo sisi tunapenda kukua. Lakini ningependa leo tujadili kidogo habari ya tunu za kufanikiwa katika kazi zako, tunu za kufanikiwa katika ofisi yako. Ili uweze kufanikiwa katika maisha yako ya kazi, yani occupation, success, lazima ujue mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, lazima uwe na nidhamu. Nidhamu tunazozungumzia hapa ni nidhamu ya kazi. Ujue kazi yako ni muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Hilo ndio jambo la kwanza. Kwa hiyo heshimu kazi, heshimu kazi. Watu wengine wanaheshimu pesa zao wanazopata kwa mshahara wanaolipwa na malipo mengine, lakini wanaidharau kazi yao. Jambo hili ni baya sana, kwa sababu litakuondolea hiyo kazi na utakosa kupata fedha unazoziheshimu. Kwa hiyo heshimu kazi yako. Nidhamu ya kazi ni kitu cha muhimu sana. Jambo la pili, kuwa mtu wa kufuata taratibu za kiofisi, taratibu za mahali fulani, taratibu ambazo zimewekwa kwa ajili ya jambo fulani, taratibu za miradi ambayo unafanya pamoja. Hiyo yote itakusaidia wewe kuweza kwenda vizuri na kufanikiwa katika kazi yako na maisha unayoishi. Lakini pia jambo lingine zuri kabisa la kufanya wewe uweze kufanikiwa ni wewe kuendana vizuri na wenzako, yani teamwork. Chukuliana na wenzako katika ofisi, katika mazingira ya kikazi. Unakutana na watu mbalimbali ambao wametoka katika makuzi mbalimbali, elimu mbalimbali, utaalamu mbalimbali, ujuzi mbalimbali na uzoefu pia mbalimbali. Na hawa kila mmoja anakuja na tabia zake, anakuja na maisha yake na mazoea yake. Lakini katika ofisi kuna kitu kinaitwa kuheshimu wengine. Kwa hiyo na kuchukuliana nao. Unavyochukuliana nao unaonyesha ushirikiano kwao. Unavyoonyesha ushirikiano kwao, maana yake unakuwa na kitu kinaitwa ushirikiano wa kitimu, yani teamwork. Kwa hiyo mtafanya kazi kama timu moja, na kupitia hivyo utafanikiwa vizuri kazini. Jambo lingine, jitahidi kufuata utamaduni wa ofisi, yani ile culture. Sawa culture ya ofisi. Kila organization au kila taasisi ina utamaduni wake. Kwa hiyo organization culture, yani utamaduni wa ofisi ambayo upo wewe au unafanyia kazi au katika shughuli mbalimbali au taasisi, inachangia sana kwenye mafanikio mazima ya kazi unayoifanya. Ukifuata utaratibu, ukifuata utamaduni wa ofisi au wa taasisi, utakufanya wewe uweze kufanikiwa zaidi. Lakini jambo lingine pia la muhimu sana kuzingatia ni kwamba jaribu kuwa mtu wa kufuata muda, time management. Uweze kudhibiti muda wako na kuutumia muda wako vizuri. Hii itakusaidia kufanya kazi zako kwa wakati, lakini pia itakuondoa kwenye changamoto ya kutumia muda vibaya, na utajikuta kila wakati ufanyi kazi ili utimize deadlines. Kuna watu wanafanya kazi katika muda wa mwisho kabisa. Anasubiri muda wa mwisho jioni ndio wanamaliza kazi zake. Sasa hiyo sio nzuri sana. Na wengine ambao wanashindwa kuutumia muda mzuri ofisini ndio wale ambao utawaona wanaanza kuchukua kazi wanakwenda kufanyia nyumbani. Mtu anachukua laptop, anachukua nini? Hapana. Nyumbani ni muda wa kukaa wewe na familia. Kazini ni muda wa kufanya kazi za ofisi. Sawa Kwa hiyo tumia muda vizuri. Masaa 8 yale ya ofisi uliopewa ya kufanya kazi, tekeleza wajibu uliokupeleka pale ofisini ili mambo yako yakae vizuri. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana kufanya kazi ni kuzingatia taratibu, kanuni, sheria, na mahali pengine taasisi zingine zinasema zinatumia katiba. Zile katiba au taratibu au kanuni, standing orders zilizopo kwenye ofisi au taasisi fulani ni muhimu sana kuzifuata ili kuweza kufanikiwa. Ukizifuata hizo, utogombana na mwajiri wako, utogombana na mamlaka, lakini pia utafanya vizuri. Jambo lingine muhimu sana kulifanya hapa, lazima ukubali kujifunza, kukua siku kwa siku. Kukua huku ni kwa kujiongezea maarifa. Maarifa yanatokana na vitu mbalimbali. Unaweza kujifunza kutoka kwa watu waliokutangulia, walio mbele yako, lakini pia kusoma vitabu mbalimbali, kusoma ripoti za watu, kusoma taarifa, na pia kwenda shule
Ziko shule formal na informal, lakini kuna shule ya kwenda moja kwa moja kukaa kule shuleni, lakini kuna shule za kusoma part time. Unatoka jioni baada ya kazi unakwenda kuongeza maarifa. Si ndio? Ukifanya haya yote yatakusaidia wewe kufanikiwa kwenye kazi yako na mambo yako yatakuwa mazuri sana. Utajikuta kila siku unafanikiwa. Na jambo la mwisho, kwenye kazi mtangulize Mungu. Mtangulize Mungu. Hii ndio ngao na kigao katika maisha yako, kwa sababu kazi yoyote ina kiongozi, na wewe kiongozi wako akiwa Mungu utafanikiwa zaidi. Sababu Mungu akiwa upande wetu, akiwa upande wako, hakuna atakayeweza kukushinda. Unaona Ndio maana utakuta kuna watu wengine Mungu wao ni uganga, uchawi, utakuta wanatumia uganga, wanatumia ulozi, uchawi. Huyo ndio Mungu wao, sawa Na wewe mtangulize Mungu na umwamini na kumtumainia Mungu, naye atakufanikisha katika mambo yote. Usitegemee akili zako mwenyewe, mtegemee Mungu wako, naye Mungu atakwenda kuinua na kufanikisha kwenye kazi zako zote. Asante sana, Mungu akubariki. Tukutane tena katika mada nyingine. Asante.